Kwa wilaya, naomba picha. Asante. Kwa hiyo kwenye mpango mkakati mpya huu tutakutana na mambo mengi ikiwemo mabadiliko ya sheria ambayo yatatulazimisha tubadilike. Whether tunataka au hatutaki. Mbeya oye. Na nyingine kubwa mmenigusia hapa, nasema mtajenga kituo cha watoto wa mtaani. Sisi tunataka kuamini tunaoshiriki uzinduzi wa leo ni kwamba ndani ya utekelezaji wa mkakati huu mpya wa miaka hii mitano tufanye changamoto ya watoto ya mtaani ibaki kuwa historia. Kama ni kujenga, lakini pili nadhani kuna zaidi ya hapo. Maana tukijenga maana tunawahifadhi. Mbeya ni jiji liko katikati ya mikoa 7. Sasa maana wataendelea kuja. Watajaa, utafanyaje? Lazima tuwe tuna mikakati ya kuwaingiza, kuwa train na kuwatoa kama watu wengine sasa. Sio watu wa kwenda kuzurura. Mbeya oye. Nadhani hapo tutakuwa tumetibu tatizo na tutaweka jiji letu salama zaidi. Hili la tatu, jiji letu bado ni kubwa kibiashara na linaendelea kukua kila siku. Tunataka kuona kwenye mpango mkakati huu sasa kwenye utekelezaji wake tuone sasa jiji la Mbeya tunafanya biashara masaa 24. Hii kwamba saa 12 kila kitu kimefungwa, tuna wageni wanatoka nchi za jirani, tuna mipaka miwili mikubwa. Hebu tuitumie wajue masoko yetu sasa yana operate masaa 24. Tuanze hata kwa kuchagua tu hapa na hapa. Tukifanya vizuri tuendeleze kwenye maeneo mengine. Mbeya oye. Kwa tunapokwenda kwenye hii miaka mitano, hayo ni baadhi ya mabadiliko tunataka kuyaona ndani ya jiji la Mbeya. Na mabadiliko haya yataongeza uchumi wa jiji pamoja na wa mtu mmoja mmoja ndani ya eneo hili. Mbeya oye. Ukiwa kama meya wa IPU, haya ndio mambo makubwa tunataka kuyaona. Na wananchi wetu wa feel moja kwa moja waone sasa kweli tunatekeleza jambo ndani ya miaka mitano. Na mabadiliko haya yanatugusa kabisa sisi wakazi wa Mbeya. Mbeya oye. Mambo mawili tu makubwa ambayo ni ya kusisitiza. Moja, tuongeze mahusiano na makundi yetu ya kijamii. Ile ni eneo nyeti sana. Hatupaswi kuwa tunawahusisha mambo pale penye tatizo au pale tunapowahitaji. Nadhani tunahitajiana wakati wote, tuhakikishe kila jambo letu makundi ya kijamii yanashiriki, yanalisapoti na yanalielewa. Mbeya oye. Tuna mahusiano mazuri na makundi ya kiimani kwa maana ya madhehebu ya dini, viongozi wa kimila, wa machinga kwa maana ya Shiruma, viongozi wa masoko, vijana wa makundi yote. Lakini tunahitaji kuongeza ushirikiano. Wao waone ni pati ya sisi na sisi tuone wao ni pati yetu. Mbeya oye. Hili tunahitaji tuliwekee msisitizo kidogo kwa maana ya mustakabali mzima wa kimahusiano na kutekeleza yale ambayo tumeyapanga bila changamoto yoyote. Mbeya oye. Na tukifanya hivyo wataoni huu mkakati na wakisha uoni kwa kwao basi shughuli imeisha. Mbeya oye. Mabadiliko makubwa yanakuja. Na stendi mpya, tuna soko jipya na mengine mengi. Hapa tuzungumzie na 4 kwa sababu tumeshaisema sana. Haya yote yanakwenda kufanya jiji letu liwe la kisasa zaidi. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuhakikisha na watu wetu akili zao zinabadilika na kuwa za kisasa. Tusiendelee kuoperate vile vile tulivyozoea au katika utaratibu ambao umepitwa na wakati kwa sasa. Na Mheshimiwa Meya, nadhani moja ya jambo ambalo litatufurahisha sana ni pia kusababisha jiji letu liwe ni smart city. Tuone jiji letu sasa mitandao inapatikana, yako maeneo ambayo wanafunzi wanaweza wakakaa wanapata internet bure. Maana ndio dunia inakoelekea. Mbeya oye. Sababu mikoa mingine wote hawajafanya, majiji mengine, basi sisi tuwe wa kwanza. Tuone Mbeya inakwenda kuwa a smart city. 100%. Aidha, katika mpango mkakati uliopita, mambo ambayo yalihitaji maboresho ni pamoja na miundombinu ya halmashauri, muundo wa halmashauri, mifumo ya chakula kuwepo katika mpango mkakati, kwa sababu mpango mkakati uliopita ukuwepo. Kwa hiyo mpango mkakati mpya uliamua kujumuisha uwepo wa mifumo ya chakula mashuleni.
Ndugu mgeni rasmi, katika maandalizi ya mpango mkakati huu umezingatia ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, dira ya taifa ya miaka 25, mpango endelevu wa awamu ya 3, mpango wa ushirikiano wa ubia wa sekta binafsi yani PPP, sheria, sera, miongozo mbalimbali na maelekezo yote ya serikali. Eneo la pili tunalielezea, ndugu mgeni rasmi, ni mbinu zilizotumika katika maandalizi ya mpango huu. Katika maandalizi ya mpango mkakati huu, mbinu zilizotumika ni mbinu shirikishi, ambapo wadau mbalimbali walishirikishwa kuanzia kuchukua maoni wadau mbalimbali kama vile waheshimiwa madiwani, wawakilishi wa vikundi vya wanawake, vijana, watu wenye ulemavu ambao leo mmewaona, wafanya biashara, watu maarufu, machifu, watumishi wa umma, lakini pia kamati za maendeleo za kata, timu ya management ya halmashauri na wananchi wengine wa kawaida walishirikishwa. Lengo kuu la ushirikishwaji wa wadau hawa katika kuboresha mpango mkakati huu ni kwa ajili ya kuboresha mifumo ya halmashauri ya utoaji wa huduma kwa wananchi wake na kuongeza namna bora ya utoaji ya kutumia vipaji na ubunifu wa wananchi wake na vijana kwa ajili ya kujiongezea kipato na uzalishaji wa ajira. Eneo la tatu la wahisani. Ndugu mgeni rasmi, katika maandalizi ya mpango mkakati